Division 1 is compulsory. Kweli, ni kweli hayo mnazungumza? Ndio. Kweli? Ndio. Yapo mambo mengi sana ambayo tunataka tuyafanye kule ofisini tunayaacha. Tukasema tuje kwanza hapa niongee na mabinti zangu. Niongee na watoto wangu wa kike. Niwasikilize, je, hii Division 1 is compulsory inamaanisha ama wananitaka unaondoa ngoma juani? Ni kweli wanamaanisha Division 1 is compulsory? Nimepewa taarifa kwamba mko jumla na mabinti 60 hapa na wanafanya 60 na wote wapo. Nimeambiwa mabinti 60 hapa ambao wanatakiwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 kuanzia tarehe 4. Na nimeambiwa wote 60 wapo. Na wapo sawa sawa. Hakuna mwenye changamoto yoyote ya afya wala changamoto nyingine yoyote. Wako tayari, hata mkisema mtihani tuanze Jumatatu, nimeambiwa kwamba mko tayari. Ni kweli? Ni safari mko 60, si ndio? Katika hao 106 nimepewa takwimu zinaonyesha hapa wapo walipata Division 1 ambao walikuwa jumla 32. Zilikuwa Division 1 32 kati ya wanafunzi 106. Division 1 zilikuwa 32. Division 2 zilikuwa 52. Na Division 3 zilikuwa 22. Ukijumlisha unapata wanafunzi walifanya mtihani wa kidato cha 6 106 ndio walipata matokeo yao kama. Lakini kafarijika. Hawa sasa hivi watoto wangu mabinti zangu 60 kwenye Primoko wamefanya nini? Hawa 60. Nikataka mimi kidogo mdadisi, nasema nataka nijue. Hiyo naongea na watu namna gani? Wanajielewa ama ni watu ambao wamekuja kama tu labda kwa shinikizo ya wazazi? Lakini mwalimu ananiambia katika wanafunzi wako 60, mabinti zako 60 mwaka huu 51 wapata Division 1. Na 9 tu wamepata Division 2. Hakuna Division 3, Division 4 wala Division 0. Tujipongeze kwa kweli. Sasa tunaanza kuona mwanga. Kama kweli Division 1 is compulsory, tunaanza kuona kumbe wao wanamaanisha. Kwa Division 1 is compulsory mwalimu, inaonekana kweli wanamaanisha. Kama jitihada umeweza kupush to that extent kwamba kutoka Division 1 32 mpaka Division 1 51 wamesukuma jinsi gani walimu pamoja na wanafunzi jinsi ambavyo waweza kufanya kazi yao vizuri sana. Kwa hiyo niwapongeze sana watu zangu. Kazaneni hapa mtushikilia kamati. Hatusaidia kuibeba shule yetu ni performance. Ukiwa watatu lakini performance yako imekaa sawa sawa, una GPA ya 1.2 au 1, why not? Sio kitu kibaya. Kwa hiyo mabinti zangu niwaombe, tumtangulize Mwenyezi Mungu wetu mbele. Kwa sababu kila jambo bila kumweka Mwenyezi Mungu mbele hatutaweza kufanikiwa. Mmesoma kadri mmeweza kufanya. Mmefanya maandalizi kila kadri ya mtu wa uwezo wake. Hichi kipindi ambacho kimebakia cha wiki moja, hebu tulieni sasa. Hizi kusiteni kama usitembee bila sababu za msingi. Unaweza kaumia, ukaanguka, ukavunja mkono, uweze kufanya mnaweza kuandika mikono yote. Sisi tulikuwa tunafanya mikono yote si zamani. Nilikuwa naweza kuandika mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Kwa hiyo mkono wa kushoto kama mimi naandika kushoto, nikitokea bahati mbaya nimeumia mkono wa kushoto, mkono wa kulia unafanya kazi. Nikitokea bahati mbaya mkono wa kulia umepata mushkeli kidogo, naweza kufanya mtihani kwa mkono wa kushoto. Lakini siku hizi utaalamu hamna. Kwa hiyo manangu ni nini? Kama hakuna sababu ya kutoka, usitoke. Sio? Sababu unaweza kutoka usiku ukaona giza ukadumbukia kwenye shimo kaumia. Na mtihani umebakia it's only 1 week. Sasa hichi ni kipindi cha nenda kwa tahadhari. Yaani unatoka hata kama unasikia kitu, usitoke tu kwa sababu unataka kutoka. Uwe na sababu ya msingi ya kutoka. Wewe kazi yako kubwa hiyo moja. Fanya revision zako vizuri. Muombe sana Mungu, uwe karibu sana Mungu wako. Hichi ndio kipindi ambacho yani unasahau mambo yote. Kila shida yako zote unawekeza Mwenyezi Mungu ili aweze kukusaidia uvuke. Natamani sana this time kwenye performance za kimkoa niambiwe kwamba Mondo wamekuwa wa kwanza kimkoa. Tutafurahi sana. Hayo yanawezekana. Tukiamua tunaweza tukafanya mambo kama haya. Someni, nafikiri mmesoma vya kutosha sana.
Walimu wapo wa kutosha, niliambiwa wapo walimu wa kutosha kabisa, na kila kitu kipo sawa sawa. Kwa hiyo watoto wangu wazuri, mabinti zangu wazuri, mimi nikasema leo wacha nikaongea na mabinti zangu leo. Labda nikiongea nao mimi baba yao wanaweza kunisikia wakanielewa. Ikawa faraja kwangu mimi na kwenu ninyi, mfanye vizuri. Mfanye mtihani kwa sababu muone mlipata mingi, inatosha. Yaani kama unaweza kupata 100 pata 100. Baada ya kusema hayo, sababu mimi kama mzazi nikasema sije katokea kama mtu akashindwa kufanya mtihani kwa sababu zote zile. Nikasema nitawaletea zawadi kidogo hivi hapo, ili angalau. Mimi naamini kwa vile walimu wenu waliofundisha vizuri na nyinyi mmesoma kwa bidii, naamini mtafaulu vizuri ili kuleta sifa katika wilaya yetu. Division 1 is compulsory. Kwa hiyo nina jukumu kuhakikisha kwamba mtihani unakuwa salama kabla hujafanyika, wakati wa kufanyika na baada ya kufanyika, ili matokeo yatakayotoka yawe matokeo ambayo ya uhalisia, sio udanganyifu. Kwa hiyo niwakumbushe, msiwanye udanganyifu wakati wa kufanya mitihani yenu, kwa sababu utakapoenda ngazi ya juu unaweza kashangaa uweze kufanikiwa kama ulifanya udanganyifu. Na sisi jeshi la polisi tunahakikisha usalama wakati wote, usalama wa wanafunzi pamoja na walimu na wale wasimamizi watakaoletwa katika kusimamia mtihani hii, lakini ni usalama wa majengo yote kwa ujumla huko mikononi mwetu. Watie moyo, lakini pia kwa kuwa wewe ni mzazi, tunaamini kwamba utaendelea kuwajenga kisaikolojia, lakini pia kuwapa matumaini kwa kile ambacho wanakitarajia. Kama ambavyo wanasema Division 1 is compulsory, kwa maana daraja la kwanza ni lazima. Wanasema lazima sio kwa sababu tu wanaongea mdomoni, lakini pia wanapambana na kuonesha kweli wanaitafuta hiyo Division 1. Kwa hiyo kama Mungu mwema atasaidia afya zao zikawa njema muda wote, basi tunatarajia tuwe na Division 1 60. Lakini kingine nashukuru sana kwa hizi zawadi, na mimi zitakuwa chachu kwetu kuendelea kupambana zaidi na zaidi kupata matokeo yale ambayo mtayapenda nyie, watawapenda wazazi na sisi tutayapenda. Asante. Kutupa ushauri kwa sababu mtakuwa mmetuinua kwa namna moja au nyingine, mmetuinua kiakili. Hivyo kwa hiyo asanteni sana, na pia asanteni sana kwa zawadi, tunashukuru.